Tuna ujumbe mzuri unasema kwamba usitafute kuwa na jina kubwa mbele za watu kuliko uhalisia mbele za Mungu. Narudia, ujumbe wetu unasema kwamba usitafute kuwa na jina kubwa mbele za watu kuliko uhalisia mbele za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wengi katika kizazi cha leo wanafikiria kuitwa majina makubwa ndipo kuwa mtumishi mkubwa wa Mungu. Jibu ni rahisi tu, hapana. Tena narudia kwa wino mwekundu, hapana. Tena napigia mstari, hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuitwa jina kubwa na wanadamu haimaanishi ndivyo unavyoitwa mbele za Mungu. Maandiko ya Mungu yanasema kwamba aliye mdogo katika ulimwengu huu ni mkubwa katika ufalme wa mbinguni, na aliye mkubwa katika ulimwengu huu ni mdogo sana katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Yule anayeonekana mkubwa katika ulimwengu huu, anayesifiwa, anayetafuta sifa katika ulimwengu huu, katika ufalme wa mbinguni hana nafasi, kwa sababu anatafuta yaliyo mapenzi ya wanadamu, anatafuta zilizo furaha za wanadamu kuliko yale mapenzi ya Mungu. Nitakupa mfano kidogo. Mpendwa, kama katika utumishi wako, kama katika huduma zako umekuwa ukitafuta jina kwa watu, umekuwa ukitafuta sifa kwa watu kama uhalisia mbele za Mungu si kama wanadamu wanavyokuita, unapoteza kazi. Kwa mfano, mtu leo hii amemaliza tu kusoma, ana kadigrii kidogo na Kiingereza kimetulia kidogo, anafungua ministry, anaanza mtume, nabii, nani, majina makubwa. Kwa nini usijiite tu hata mwalimu, usijiite tu hata mtumishi wa kawaida? Kwa nini ukimbilie majina makubwa? Sikukatazi kujiita majina makubwa. Ujumbe wangu ni kwamba unapojiita jina kubwa, hakikisha lina sadifu yaliyoko. Je, mbinguni yani mbinguni inasadikika vile kwamba usitafute jina kubwa kwa wanadamu pasipokuwa na uhalisia mbele za nani? Mbele za Mungu. Unaweza ukawa na jina kubwa, tukakusifia, tukakupa kichwa, tukakupa makofi, lakini kama uhalisia wake mbele za Mungu ni hakuna kitu, unapoteza muda. Chukua mfano, kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 1 inasema kwamba nawe una sifa ya kuwa hai, una sifa ya kuwa hai, una sifa ya kuwa hai, kwa sababu nalijua jina lako, lakini umekufa. Kwa nini? Kwa sababu kanisa la Sardi ambapo malaika alikuwa akiliandikia huu ujumbe lilikuwa linajaribu kuweka sifa kubwa kwa nje, population kubwa ya watu, yani miundombinu mizuri kwa kanisa, lakini uhalisia wake kiroho limekufa. Ndio maana malaika anasema kwamba una jina, una sifa ya kuwa hai, lakini umekufa. Kwa hiyo na wewe mtumishi wa Mungu usifanye utumishi kwa kuangalia watu wakusifie, kwa kuangalia dunia ikusifu. Inaweza kukusifu dunia, lakini kama kwa Mungu hakuna uhalisia, unapoteza muda. Kwa mfano, tukiangalia mtu mwingine alikuwa akiitwa Goliati. Goliati walimsifia sana watu, lakini kumbe uhalisia wa kazi yake ulikuwa hamtukuzi Mungu. Alikufa vibaya sana na aliuawa na kitu kidogo sana. Kwa kama vile tunavyoona Goliati alikuja kuuawa na mtu mdogo sana aitwaye Daudi. Na wewe unataka ujifunze kwamba unapojipa sifa mbele za watu lakini uhalisia wake kwa Mungu haupo, ujue kwamba ukuteleza kwako yani ni padogo sana, kama vile Daudi alivyokuwa mdogo kumwangusha Goliati. Kwa chukua hii mpendwa, kwamba usitafute sifa kwa watu, tafuta kusifiwa na Mungu. Tafuta kusifiwa na Mungu mbele ya watu wote. Ajitukuze Mungu kama anavyosema, umemwona mtumishi wangu Ayubu, lakini sio kujitukuza wewe mbele za watu. Mtukuze Mungu naye atakutukuza mbele za watu. Asante, Mungu atubariki.